Tunakushukuru Baba, tunasema asante kwa sababu ya uwepo wako wa juu. Asante kwa asubuhi hii ambao umetuwezesha. Asante Baba kwa maana umetutendea, umetuonekania na hata umetupatia baraka za kiajabu. Asante kwa mama aliye hapa, asante Baba kwa baba aliye hapa, mtoto aliye hapa, mvulana na msichana wote walio hapa, ukaweza kuwabariki, kuwainua na kuwawezesha tena. Nitumie kama chombo nikaweza kuwafikia watoto wako na nikaweza kufikisha neno lako kadri ya mapenzi yako. Nisiongezee, nisitoe wala nisiseme yaliyo yangu, bali nikaseme yaliyo yako. Ukawabariki waja wako hawa waliokuja na mahitaji mbalimbali, uwasaidie na uweze kunitumia nikawasaidie. Na nikaweze kufanya kazi kulingana na vile utavyoniambia nikaifanye. Na pia wao ukawafungue masikio na wafungue macho yao ya kiroho na masikio yao ya kiroho. Wakaone kitu ambacho wakaone na kusikia vitu ambavyo hawajawahi kusikia. Maana hivyo ndivyo ulivyo. Na wale ambao wanatutazama kule ng'ambo, katika manyumbani kwao, kwenye matelevisheni na kwenye TV zao na laptop zao na simu zao, ukawatumie bado kusikia. Uwasaidie na masikio ya kuweza kusikia na kujua ni nini unachokitaka kwao. Na ndio wakaweze kubarikiwa. Na walio wagonjwa kule nyumbani, Baba ukapenyeshe roho wako mpaka kwao, wakapate kufunguliwa tena. Waliofungwa mateka, walioshikwa mateka, maana ulisema huu ndio mwaka wa kuwafungua, wakaweze kufunguliwa. Katika jina la Yesu tuseme amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Corona iliisha, si ndio? Salimia watu wawili watatu, wawili wa kushoto, wawili wa kulia. Waambie karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa umesalimia wangapi? Watatu, wanne. Sasa jisalimie, 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 jisalimie. Haya. Haya, ngale nitengeneze nitolee base. Sasa ukijisalimia jipigie makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukimaliza makofi, jiabie karibu kwa ibada ya leo. Haya, jiabie basi kaa kwa kiti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Asante sana kwa kufika kwenu. God bless you. It is not kawaida kufika mahali kama hapa ama kuja kanisani. Nakumbuka watu walihama makanisa na wakatoka, si ndio? Lakini umepata nafasi, umerudi kanisani. Hiyo ni jambo tu ya kushuhudia Mungu na kuambia God thank you for allowing me back to your house. Bwana asifiwe sana. I want to thank every woman, every man, every mtoto, mvulana, msichana, wote ambao wako hapa. May God bless you. And I think Beatrice, si watoto wangeenda huko chini ama kuliadaji? Hawa watoto wakubwa kubwa, Beatrice. Hawa watoto wakubwa kubwa kama hawa, kuna klasi yenu huko chini. Baba, huko kuna klasi, si ndio? Kuna klasi huko, mwende mnunuliwe biskuiti na karolu pop. Eda huko chini sasa. Si ndio sasa ndio watu wakubwa wapate mahali pa kukaa. Mwezi ujao hatutakuwa hapa. We'll be somewhere else bigger than this one. We have made all the arrangements and we are doing well. Ambia mwenzako we are doing well. Thank you, thank you. Na kama kuna kiti iko mbele yako na unaiona na macho yako, hiyo kiti ni yako. Kama kuna kiti iko mbele yako na haikaliwi na mtu na umeiona na macho pia na masikio imeisikia iko, ruka hapo kwa sababu it was reserved for you. Ngare, it was reserved for you. Asante, mumesalimiwa na watu wa kutoka Amerika, watu kutoka Germany. All over the world they are saying hi to you. Ni wasalimie sana. Wangapi wamesalimika? Wangapi wamebarikiwa mpaka hapo tumefika? Na wangapi wameniadikia, wameniambia I want to be your son, I want to be your daughter? Inua mkono juu. Inua mkono juu. Sasa hawa ndio watu wa hii kanisa. Hawa wengine wanaitagwa mirakosika. How many are here miracle seekers? Inua mkono juu. Umekuja kwa sababu unataka muujiza. Miracle seeker. How many will want to be my daughters and my sons?
Thank you. Thank you. God bless you. So, what is the difference between a church goer and a daughter or a son? When you become a daughter, you partake. You partake what? The blessings of the house. Bwana Yesu asifiwe sana. When I go to the mountain to pray, I pray for my children. The first thing I do is to pray for who? For my children. So when I'm praying, first thing is for my children. And that child must have amenikubali mimi nimekuwa baba yake. Na mimi nimemkubali amekuwa nini? Mtoto wangu. Ndio naonanga kuna watu wanaendelea na kuna watu wengine hawaendeleagi. Because when I'm praying for my children, it is most likely sitakumbuka hawa wengine. It is most likely. Kwa sababu kama nina listi ya watoto wangu 1000, nitakukumbuka wewe saa ngapi? Wewe ambaye si mtoto yangu. Wewe ulikuja kwa miracle. Tutakuta chakula imechukuliwa. Kumbuka yule mama alikuwa ni Msamaria. Alimwambia Yesu, nipatie baraka, naye Yesu akamwambia, siwezi kukupatia kwa maana hii si ya watoto. Hii ni ya watoto wa Israeli ambao mimi nilitumwa kwao. Naye akamwambia, Yesu akamwambia, si vizuri kuchukua chakula utupie nini? Mbwa. Bwana Yesu asifiwe. Naye mama akasema, hata kama ni hivyo, hata ubwa inakuruaga makombo ambayo imeanguka kutoka kwa mesa ya wenyewe. Sasa wewe unataka kukula makombo? Yeah? Number 2, anything that belongs to the ministry, to the church, belongs to the sons and daughters of the house. Bwana Yesu asifiwe sana. If there is anything that kama sasa watu wengi kinitafuta wanataka wanauliza, do you have people we can help kama kazi? Do you have people you can give scholarship? Do you think naweza kuacha mtoto ambaye ni wa hii nyumba niende kwa Mirakosika? Mnaweza kwenda kweli? Hapana. Kwa sababu kuna opportunities zitakuja, zimeanza kukuja. Sasa kama wewe si mtoto wa hii nyumba, nitakuangalia kama if at all kameaguka kamoja chini ya meza ya wenyewe, ndio nikwambie uende uokote kama kaubwa. Si ndivyo Yesu alisema, si vizuri kuchukua chakula ya watoto urushie nini? Urushie ubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are the benefits of being a son or a daughter in a ministry or in a church. And by that, any blessing that I have, na zile vita zote mimi nimepigana, wewe hauwezi kupigana. Kama wewe ni mtoto wangu wa kiroho, hautapigana. Na vita zote zako zinatokanga kwako, zinakuja kwangu. Kama sasa in ministry, what my bishop, my spiritual father has gone through, Bishop Pazon Nganga, what he has gone through, mimi sitaiendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile vita zote alipitia mpaka mahali yamefika wakati mimi na mimi niliingia. Hapo beyond that, sasa huko za juu upper than him ndio nitapigana. Na ndio naona napigana na nini? Na Freemason, napigana na international kitu kikubwa. Si kwenda tu vita za wachawi na warogi. Ukiangalia watu wengi hapa ni madhabahu. Nyinyi wote hapa ni madhabahu. Nyinyi wote hapa ni watu wa mamimba, watu wa Freemason, watu wa nini. Kama tuna mmoja wa Freemason na hajarekebika vizuri, kako wapi tena? Kameenda wapi? Wewe unifurahishi hata kidogo. Ulikuwa wapi? Simama juu. Ulikuwa wapi? Tika, ulitoka hapa saa ngapi? Mimi nilitoka hapa saa 3. Wewe ulitoka hapa saa ngapi? Saa 4 usiku. Ukaenda Thika kwa nani? Simama hapa. Usinikaribia hata kidogo. Si unasikia nasimama, maspika zinaanza kulia tong 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 tong. Na nikaambia hebu tumtest na tupesa kidogo tuone venye atareact. Na tukampatia tupesa. Hiyo tupesa na yule mwingine wa star 5, kuna mwingine yako ni 5 star kwa Freemason. Hapa imewekwa 5 star. Na huyu ni star ngapi? Wewe ni star ngapi? Ulikuwa star ngapi? Huyu alikuwa na recruit mapasta. 6. Sasa na test tu na tupesa kidogo, saa 4 usiku. Ndio huyu ametomoka, amerudi saa hii. Na kurudi anaenda kwa mitabo, kukaa kwa mitabo yote inasimama. Si unaona? Kwa sababu tunangangana, tunapigana na hiyo roho. Kwa sababu bado wanamfuata.
Na hiyo maneno sitaki. Kutoka hapa lazima upate ruhusa. Umeniambia? Umesikia? Kutoka hapa lazima, hata kama ni choo unaenda. It is an order, not a request. I'm monitoring you. Na usituletee mimi nitangangana na wewe mpaka wewe. Na huyo mwingine yako wapi huyo mwingine? Ameenda. Huyo naye ni 5 star. Aliyekewa Filipino. Kwao ni wagige lakini aliwekewa hizo vitu Filipino. Sasa unataka uelewe ni nini tunapigana nayo hapa? Apostle ni wewe. Usiniambie, kaa chini. Don't tell me. Kaa chini. Ulitoka bila ruhusa. Hakuna watu wamelala, mnalalaga na watu huku wapi umeenda wapi? Kwa sababu umeshika tu pesa. Unaonaje hiyo maneno? Na nyinyi mko naye ako under your custody. Kwa hivyo kuna mahali anaenda, anaru tutamshughulikia sasa. Hiyo demoni inataka kulibukiwa hivyo sasa unaona. Life. Si ati tuende kado life, and that is my nature. Mimi sitakupeleka kado hata kama wewe ni mama yangu ati ukatwalilia, hapana. Kama ni silapu na kukula silapu na kuambia tuendelee na safari. Hallelujah. Because that's even ndivyo nimekuwa. That's my nature. Forgive me for that. Because I want a straight army for Jesus. Amasoja. 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 Who is a soldier? A soldier is a person that obeys the commandment of the camp. The commando. Rule, sheria na compartments. Sio ukuje leo tena kesho ukuje hapa na kiherehere yako tena unataka kuwa mstari. Sio upige simu, apostle, nyorahite kama ihenderere ni warahoteka. Ali yakigo kemwatu, ali yakigo hali yakigo kemwatia. Na dikoi. How? Tayari yakigo kemwe. Na hujaniambia jina, hata hujasema kule umetoka, unataka neno moja. Sasa unataka mimi nikuwe mchawi kama wewe? Umezoea kwenda kwa waganga wanakupatia irisi, alafu sasa unataka mimi tufanye kazi pamoja na wewe? It cannot happen. So I want a disciplined people. We are going to heaven. I'm raising an outfit Kenya mzima na dunia mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not only here in Kenya. This is bushfire. Enda hata UK peke yake sahi. I'm trending there. Enda Nigeria, Lagos, I'm trending there. Uende Cameroon. Next week utaona watu wa Cameroon kama 30 wanakuja for deliverance from all the way from Cameroon. All the way. Sasa nikiregea hapa nianze kujikunja kama nyinyi. Where are you taking me? Where are you taking me? Si mnanimaliza? Kama wazee kama hawa mnawarusha huko, mnawaficha na huko nyuma hawa wazee. Na nilikuwa na mchawi mmoja mzee. Wewe mzee tata wote tuambia, ulitoka watu wangapi? Sasa tulikutana na yule mwenye alifunga Kenya mzima. Eti kwa sababu amenyima mashamba. Na hao wakaenda wakamwambia mmetunyima mashamba, yes. Na hao wakaenda wakafuga Kenya mzima, wakachija busi na mang'ombe. Wakasema na hii Kenya haitaendelea. Kama na sisi hatupatui shamba, Kenya haitaendelea. Kinyadugu Muro wa Gisheru. Hiyo group. Mwangalie leo Saimokei, I think inakuja leo. Musikilize tumuone what has been eating. Nimemtafuta mpaka nimempata. Kwake bali sana. Na alinikula pesa mingi ati ndio ni adhulinga niorue. Aniambia kukaa chini kwa hiyo kiti. Hiyo kiti haikaliagi ovyo ovyo. Nikatoa. Akaniambia sasa nani amekuambia uingie kwa hiyo compound yangu? Nikaanza nani amekuambia? Na ruhusa ya nani? Toa busi. Mara kidogo akanigeuka, tukaongea tukimemaliza, akanigeuka tena. Akasema sasa, hii maneno unataka nikwambie, unapelekea nani? Nikamwambia ni yangu. Basi, leta pesa. Na hapa mimi nawapatia, kumbe hii kitu inausagwa. Mtakuwa mkinunua sasa, si ndio? I love you all. Yes. Kako wapi yako kama mtoto? Njoro yako wapi? Nitie njoro. Siniwaambia nakuwa na watoto wengi.
Sasa wameanza kusema naona ni abele ya maudo maria make. I want this my son amefika tu leo usiku. Mumsalimie. Awasalimie na kuja tu hapa juu. Anaitwa Jeroge. This is one of my last bonds. Sema one of my last bonds. Yes. Umelala vizuri. Awasalimie. Mwambie Bwana asifiwe, si habari zenu. Ongea na watu, usiogope. Alafu uliona kama ilifika? Ulionea wapi? Ulijua tu. Sawa. How is you? Yes. It's good. Cool. Thank you. Ubarikiwe sana. Tunyoseni mikono tumshukuru Mungu kwa sababu yake. It is always good to pray. Father, I thank you and I give you honor because of this son of mine that you gave to me. I honor you, God, because Alvin is your son. He's a man that loves you. He's a man that you will lift up high above any other. That he will prosper, he will grow, he will become a wonderful and international leader, and will conquer all the mountains and the valleys, and will conquer every obstacle in his life, because God, you've decided him to be so. In Jesus' name we pray. Thank you. Endanayo. Alvin ni mtoto napenda sana. Sina ni sura ni yangu. Alafu sasa enda uniletee useme tata huyu ni wako. Takugoga. Tutaka copyright. Paste. Today I want us to look at the spirit of stagnation. Watu wengi wamenipigia simu. Hii ni kurudia na rudia. Nilikuwa nimeifundisha hapo awali. I want to return it back there because this thing nimerealize kila mtu hapa, kila mtu amenipigia simu, nimekuona it is revolving around the spirit of stagnation. And the spirit of stagnation ni kitu ambacho kinakuzuia. You are stagnated. Uko mahali pamoja hauendagi. Mtu ameniambia mimi nilienda UK, nimeshida kutoka wakati niko na 25 years na sina hata kanyumba Kenya, sina hata kamshaba Kenya. Mimi nilienda US, kuna msichana alinipigia jana ako US 30 years but nothing to show. Nothing. Na hata saa hii alikuwa ananiambia I'm being moved out of my house because I cannot afford to pay rent. 30 years in the US. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hii ukiona mtu ameshuka kutoka US amefika, ama dada yako anakuaga huko utasemaga, "Hey, my sister kutoka US." Unafikiria huko is bed of roses. These people are crying and they need you to rescue them. Bwana Yesu asifiwe sana. They need you to rescue them. They are really suffering. Ukiwaona wako huko ng'ambo, acha kuwasubua. Ukiona akutumii kitu, wachana na yeye. Hana akikuwa unajua hawezi kukwambia hana, lakini yuko ndani. Ile kitu inapitia ndani yake. It is very ngumu. Ni maisha gumu. I cry every night because watu wa Amerika wananipigiaga usiku. Usiku kabisa, usiku saa 8. Unaona mtu hataki kujua kama ulikuwa umelala ama nini, anakupigia simu tu na anaanza kukupatia maneno. Analia, unamsikiliza, analia, unamuombea. You feel it. And nimewa encourage, call anytime. Call anytime because I have realized wakilia hiyo yote mtu anapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hata mimi nimekuwa nikilia. Wakilia na mimi naanza kulia. Wao wanalia na bass, mimi nalia na soprano. Bwana asifiwe sana. So it has been that way. Na nikaona this is a spirit mbili ambazo wako nazo. The spirit of stagnation and the spirit of limitation. This Sunday nataka tusome spirit of stagnation. Alafu next Sunday we'll be looking at the limitations so that we can be able to speak blessing to them. Ndio tukienda Murang'a tunaenda kufugua. One thing niliweza kukamata hawa wazee. Walikuwa 8 walitoka Kenya. Wamekufa 7, kumebaki mmoja. Good thing nilikutana na his health, ni mzee mzuri ako na miaka 95 lakini anakuangalia tu hivi anakuambia kila kitu. Nikajua huyu ni mchawi.
mtamsikiliza tu kwa Saimokei, ukaona huyu kweli. Na akaniambia ile miti yote walitumia, zile ng'ombe walitumia, zile mbuzi walitumia, na kila aina ya ile vitu walitumia, kwa sababu walitoka kwa kichaka. Wakaambiwa na wakakuja kwa Kenyatta, wakaambia sasa tumeshida, tupatie shamba. Kenyatta aliwaambia toeni pesa mkanunue shamba. Ungetoa wapi pesa? Ungetoa wapi pesa ukanunue shamba? Na hapa tu wakakuta mabibi zao zote wamechukuliwa na wale waliwachwa, wale walikuwa naitwa home guard, na wengine walikuwa wanashikwa. Mzee kama huyu anashikwa, bibi yake anawekwa hapo, bodyguard home guard anakuja analala na yeye ukiangalia. Alafu na kimaliziwa, bibi yako kimaliziwa na biolala chini, wananyeroswa viboko ama unapigwa risasi. Sasa hiyo bitterness, Kenyatta akasema mtikae hiti kile ati msamehe watu. So that bitterness, it caused this nation. Walishikana wakasema na inywe sianashi ya gati, hawa ambao walifikiria watakula na mashamba takuwa sianashi ya gati, hamutatajirika, hamutapata, mutachukua hiyo mko nayo, lakini watoto wenu hawatakula na watoto wa watoto. Alafu sio wa kizazi cha 5 endless. Na hata watoto wenu wakisoma, narudia maneno ya hiyo mzee, na hata watoto wenu wakisoma hawatapata kazi, na wakipata kazi hawatajisaidia. Na nikatoka angalia examples za watu watano wazazi kubwa. Huyo mzee alikuwa amewacha Kenya hii, ilichukuliwa na watu wengine. Alipatia nini? Imechukuliwa. Kazi yote ya billions of money imepotea. Watoto saizi wanaomba chakula kama wale wako. Na ni watoto wamesoma, wamepelekwa Harvard, wengine wamepelekwa Massachusetts, wengine wamepelekwa all over in the world, but they cannot afford to live in this world. Kumbe ni hawa wazee 8 walifanya hiyo maneno yote, wakafuga Kenya. That is where we are completely stagnated. Ni uchawi. Alafu wakanipeleka mpaka mahali walifanyia hiyo kazi yote kwa kichaka. Pale walifanyia, wakafanya Nyandarua, nilikuwa Nyandarua. Wakafanya Murang'a, nilikuwa huko. Walifanya Kiambu, wakafanya Embu na wakafanya Meru. Hizo magogona pale walifanyia kwote. It is still there. So tell me, hata kama mumiokoka, kwa sababu mumiokoka nyinyi warokole, how do you see making it? Do you see yourself making it? You cannot make it, because you don't even know. You don't even know what is really tormenting you. Haujui shida ilitokea wapi, shida ni nini. Wewe tu ni kusema hoera kigo kemwe, aliokigo kemwe, aliokigo kemwe. Sasa aliokigo kemwe, na mimi nimefanya research ya 3 weeks mpaka nikapata hiyo mzee. Na kupata hiyo mzee ilinigharimu 100,000 shillings. 100,000 shillings. Kumupata, kufika mahali yako ndio imenigharimu hivyo. Kumbe nilikuwa nampita tu, nilikuwa napita, napelekwa Nyeri, napelekwa wapi, napelekwa huko, napelekwa huko. Karibu waniambia utakula kiapo. Nikamwambia kiapo sikuli. Kiapo hapana. Kiapo hapana, lakini mzee lazima nitamuona, because we need to tufugue hii dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alikubali, na tukaongea, na akasema ako tayari kufungua hii nchi. Na sasa situko na hawa, huyu ni mmoja, huyu ni mwingine. Walikuwa simuliona hawa wakati tulienda hapa City Stadium. Nilipowafikisha huko, hiyo roho ikachomoka, ikaongea. Kumbe hawa, huyu na yule mama alienda wapi? Kumbe hawa bado ndio walifutuvugia hapa City Stadium. Hawa huyu unaona hapa, wamekaa hapa na wanakujaga tunawapatia chakula hapa. Kumbe yule 1952 walishika mchaga, wakasema yule atauza hii, yule atauza struggle hii, na hii maisha yake ishe. Na maisha zimeisha. Umeona? So we need, wachawi tuko na wao. Ni venye hatuwajui, tunafikiria gasi wachawi. Yule alikuroga, muko na yeye. Ni venye ujui, yeye ndiye anakurogaga. Kwa sababu maneno tu ya yule mzee ni uchawi. Akiongea kinyume tu kidogo, ama moyo wake ukasirika kidogo, that's witchcraft. Na imekushika. Na wewe utaenda kungangana kwa wagaga, unaonaga tata yako, anti, ni tata lile okirego kwa nago maudo mako mahetani. No ukubuki huyu mzee ulimkasirisha, na nikimzee tu ulikasirisha, kaka akakamzee kalikuwa anapita kwa barabara hivi karibu. Ukapita. Kumbe ulijiroga. Bwana Yesu asifiwe sana. This thing is coming to an end. Sema it is coming to an end. Asante sana.
The spirit of stagnation. The spirit of stagnation is a kind of the dying that leads to death. It is a spirit that leads to death. It is a system that comes into your life. Stagnation. Unajionanga huko, but unaenda ukikufa. Inakuanga pole pole, pole pole, pole pole. Your business dies pole pole, pole pole, pole pole. Your family dies pole pole, pole pole, pole pole. Your anything you do pole pole, pole pole. Mpaka munaisha. Why? Because there is something that happened in your life na haukuweza kuaddress. Kuna kakitu kalifanyika. Na hiyo kakitu kwako ni kakitu kadogo, lakini haka kakitu ni kakubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitu kubwa, lakini ilikuwa ni matamushi tu ya mama yako. Mama yako alikwambia wewe mjinga, wewe ndole hakili. No go no. That's the end. For you, you think that is an ordinary word. That's an ordinary, ni kitu ya kawaida. Wewe ndole hakili, taka. No go no. Wewe tiena ko. Wewe ukinawe taitheria mundu. That is the spirit of stagnation imewekwa kwako. Hiyo tu. Wewe ndoleke hauna akili. Hiyo tu. Na yeye alikuwa tu na maasira zake, ama venye mama wamezoea. Unasema unaambia mtoto yako umemfuga forever. He will never come up. Na wewe unaenda kwa mganga kutafuta wachawi. Kumbe mchawi ni mama yako. Ndio alikuwekelea, ndio alisema wewe una akili. Kumbe mchawi ni bwana yako. Ule alikuoa, akikuchapa, akikutusi, taka wewe mjika hii. Wewe ndoge taidia wewe. Vina go mumarayo huyo. Kwisha wewe. Those simple ones that comes very quickly. Simple ones. Zinakujaga matamushi, inakujaga haraka. Na uwezi hata in 10 minutes hauta, kwa sababu ukitukana bibi yako, ushaitukana si ndio? Ukitukana na hiyo mzee, si mnarudi tena haraka mnaanza dadi yake, utarudi kufanya hivyo. Kwa nini ulifanya hivyo? Mnaongea kisha mnaingia bedroom. Hiyo story inafanya nini? Mumeaddress hiyo maneno aliongea? Hamuku address. Na already hiyo maneno imejiandika. Sasa itakuja kuanza kufanya kazi pole pole wakati hauko aware. Wakati sasa unafikiria sasa ni kuenda. Maana alisema hakuna mahali utaenda. Alisema you will never succeed. Alisema wewe ni takataka. Alisema wewe hauna akili. Sasa wakati wa kutumia akili, pale akili yako inahitajika, ndio sasa ile maneno inasimama. Inakwambia si uliambiwa hauna akili. Na kwa sababu ukubuki kwa sababu ilikuwa 10 minutes ya kutusiwa na 1 hour ya life ya kukena usiku sasa kujivijali. Kujitana mbebe na nini. Hiyo maneno yote katoka, ukasahau, lakini imejiandika katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Imefanya nini? Imejiandika katika ulimwengu wa kiroho. So wakati akili inahitajika, ile day akili yako itatakikana, unasikia kila kitu imesimama. Wakati umeitisha certificate yako ya form 4, na certificate yako form 4 ni akili ile ulitumia kwa shule, unasikia unaambiwa nenda tutakuita. Lakini mtu wa certificate ya class 8 anakuja, unaona huyu amechukuliwa kazi na utakutana naye kazini. Lakini wewe uko na degree unakataliwa. Kwa nini? Ile maneno ya bwana yako, ile maneno ya mama yako imesimama kwa sababu uliambiwa hauna akili. So wherever, mahali popote akili itahitajika, hiyo spirit ndio inasimamaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati kama uliitwa ng'ombe hii, wakati wa kwenda kununua ng'ombe, wewe unabadilika. Ndio kutaka watu wamejaribu kufuga mang'ombe, imekataa kwa sababu wewe mwenyewe ni ng'ombe. Uliitwa ng'ombe. So ng'ombe hizi zingine zinaulizana, tunaenda kukaa na hii ng'ombe gani ambayo hevanana na sisi kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana uliitwa ng'ombe na ukaitwa mbuzi na kondoo, hii takataka toka hapa. Wewe ukikutana sasa, unakutana na machokora wamebeba takataka, wakikugoga wanaonaga mmoja wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushaikutana na watu wa takataka wanakugoga tu na takataka, na wajali wanakwambia mama toka. Kwa sababu wewe wanaona wewe ni mmoja wao kwa sababu ulito takataka. Unaweza kutumia takataka kweli? Hauwezi tumia takataka na haihitajiki. Ukiingia mahali unasikia watu ni kama wanasikia unanuka, wanakureject. Kila mahali ukiingia kwa ofisi, kila mtu anakureject. Kwa sababu wewe ni nini? Ni takataka, unanuka.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeona mmestuka sana, lakini msistuke kwa sababu ninaona kila mtu kila kitu inajiregister kwa uso yake. Hauneni. We have a solution today. Bwana Yesu asifiwe sana. We have a solution today that you're going to be delivered. Tell your neighbor, I'm going to be delivered. Hata magonjwa mengine unaonaga tunagonjeka sana. Ni hiyo, wakati uliitwa huna akili, ukaitwa wewe ni ng'ombe, unakuta umeanza kufiba hii arthritis. Ni arthritis ni kama foot and mouth. Ile ya ng'ombe. Sasa unakuta kwa sababu uliitwa ng'ombe, unakuta magonjwa ya ng'ombe ndio inakushika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu hautapelekwa kwa monada, urushwe ndani ya deep, unakuta sasa wewe unakaa tu na unakuta inaitangwa kuguni na pedibags zinakuaga kwa kitanda yako. Ushaiona kuna mzee unaona yani mtu kitanda yake peke yake ndio iko na kuguni nyumba mzima. Wakati wameona kistori kama hiyo, unakuta kitanda ya mtu mmoja nyumba mzima ndio iko na kuguni. Ni kwa sababu kuguni na igo koma ni familia moja. Kwa sababu uliitwa ng'ombe, unakuta hiyo koma ni ya kunyonya damu na wewe inakunyonyaga damu. Hebu tuangalie kitabu ya Sefania 1:12. Inasema, at that time I will search Jerusalem with lamps, and I will punish the men who are complacent, those who say in their hearts, the Lord will not do good, nor will he do ill. The goods shall be plundered and their houses laid to waste, though they are blind houses. Bwana Yesu asifiwe sana. Prophet Zephaniah alikuwa naongelea, he was talking of Prophet Zephaniah spoke of spiritual complacent who are like wine left on its indifferent to God. Yani wale watu ambao wanafanya vitu, they don't believe in God. They don't believe in the stories like the one I'm telling you. Because mliokoka na mkakuwa warokore. Kuna mama mwingine niliona kwa hiyo kitu ya Saimokei akisema ati mambo ya magogona Yesu alimaliza magogona. Kwa hivyo don't talk about this. Talk about Jesus. Lakini ukimwangalia yeye mwenyewe ni shida tupu. Sasa watakimuuliza, wewe hata chakula hauna ya kuweka kwa mwili. Wewe you have got nothing and you are talking ati hiyo mambo ya magogona, wewe uko na Yesu. Mbona sasa Yesu hajakusaidia maisha yako ikuwe mzuri? Bwana Yesu, it is the complacent. Unakuta wewe mwenyewe umekuwa mlokole kuliko hata hutaki kuunderstand, hutaki kujua ya kwamba maneno ambayo yalitamkwa na mama yako ya kukutusi ni maneno ambayo imekufuga. Hutaki kujua ya kwamba watu ambao walizungumza mwalimu wenu alikukoyo na kutusi kila siku, huyo mwalimu alikutusi, hiyo maneno ilijiandika. Mahali ulienda ukaambiwa mambo baya, hiyo maneno ilijiandika na haujatoa na uliambiwa ukiwa umeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Uliambiwa ukiwa na Biblia kwa kitanda kwa masikio iko hapa. Ndio bwana yako alikutusi akakwambia, toa hiyo kitabu hapa takataka hii. Toa hiyo Biblia zako. Na anakuaccuse anasema unaendaka kulala na pastor. Na kuita msherati na maraya. Imejiandika. Ukiwa na Biblia, imejiandika kama umetoka kanisani. Imejiandika ukisema wewe ni mfuasi wa Yesu. There are things that we must be able to understand how to remove them from our lives. There are diseases. Watu wengine hapa ni wagonjwa. Watu hapa wako na kansa, watu hapa wako na TB na hiyo ingine itakuwa kisukari na pressure hata ukimwi. Lakini ukimwangalia hiyo vitu haviko. Ni vitu vya kurushiwa tu. Vilisemwa hako mbebana. Kuna mtu ako na ukimwi lakini ni is not existing. Ina exist kwa hewa, kwa ulimwengu wa kiroho. Akienda kupimwa wakati anahitajika ati afanye qualification ya kitu ambayo inataka medical. Sasa ukimwi inasimamaga, lakini akitembea unakuta hana ukimwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akienda mahali kitu inahitaji yeye ahusike, ukimwi inasimama. Kwa sababu that is a spiritual disease ambayo imerushiwa kwako. Kuna medical diseases na kuna spiritual diseases. The same. Ukienda kwa TB kuna TB spiritual na kuna TB medical. Unasikia mtu anasema anakuambia hako na ukimwi miaka 30 na hajakufa, na mwingine aligogwa mwaka 1, 2, 3 kakaanguka chini na kaenda.
Bwana asifiwe sana. Unasikia mwingine ako na kansa, ako stage 4 na ana survive, ako high. Na kuna mwingine alikuwa na stage 1 na akaenda. Those are two different diseases. Hii moja ni kiroho na ni punishment. Na ndio inakukeep kabisa mpaka uendelee kukaa nini. So it is the force of retardation. Spirit of stagnation. It is a force that makes you not to move. Inakushika, inakuweka mahali pamoja. Alafu inakuweka, inakuonyesha hiyo maisha unakaa, hiyo ndio unafaa kukaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Si unakuta umetosheleka na ka50, nikikupatia ka50 unakaaga nako na unasema asante. Ukipatiwa 200 unasema ni asante. Ile geshagi yenu mnakaaga huko, unaonaga hivyo hiyo ndio maisha mnafaa kukaa. You don't see like you need another life. Hiyo maisha umekaa. Mpaka mzee wako umesema mzee wako anapataka 500 na tuko sawa. Ukiona mnatosheleka na hiyo, hautaki kuenda hapo kwingine, una operate under the spirit of stagnation. And this spirit, it is